kuliweka taifa letu katika maombi. Msiache, ni muhimu sana, hasa katika nyakati hizi, na hata tutakapovuka katika nyakati nyingine, msiache kuendelea kumtanguliza Mungu mbele. Ni muhimu sana. Leo mara ya kwanza nitoe pole. Watu kadhaa wamepata msukosuko, ndio wamepata msukosuko kwa sababu ya maudhui ambayo mimi niliyasema, na mimi nilichosema, kama mlisikiliza vizuri, nilikuwa natoa indhari kwa maafisa wa itifaki katika idara yetu ya usalama wa taifa, ambayo kimsingi inasimamia usalama wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nikasema mimi nimeona jambo ambalo kidogo sio zuri. Kuna heshima ya rais. Mimi mfano Mheshimiwa Rais Mama Samia, mimi nakwambia hivi kwa maana njema. Nakwambia kwa maana njema, kwa sababu watu wengine ni waoga kweli. Hawatakwambia ukweli kwa sababu wanaamini wewe una nguvu kubwa, na labda wakikwambia ukweli unaweza ukakasirika, na ukikasirika tu mtu mwingine anaweza akatafsiri kwamba hayo ni maelekezo. Mtu linaweza likampata tatizo kubwa kabisa. Lakini ni vizuri tukakwambia ukweli ili tulinde na kutunza heshima yako, kwa sababu heshima yako wewe ndio taswira ya nchi yetu, ni heshima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kukulinda, na tunasema tunakulinda, kukulinda kwa wivu mkubwa. Mimi nilikuwa mimi niliyesema bana, mimi sasa hivi vile niko tu hapa kambini, natafuta sana taarifa, ndio. Kwa hiyo nikasema mimi nimeona mtandaoni kuna mtu mmoja bonge hivi, bonge mchicha hivi, ameenda Ikulu, amekaa kizembe sana mbele ya rais wetu. Yule bwana alikuwa anamkosea heshima Mheshimiwa Rais. Mimi sikubali. Hilo la kwanza. Lakini la pili, anapiga picha kule ndani ya nyumba yetu Ikulu, anaposti mtandaoni. Mimi Mama Samia, nimekuhudumia wewe kama msaidizi wako, nimehudumia Rais Magufuli, nimehudumia Rais Kikwete, ndio, na nimeelewa utamaduni wa serikali kipindi cha Mzee Mkapa. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika ni nje ya utamaduni na desturi za namna ambavyo Ikulu inatunzwa ili iweze kulinda heshima ya kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yule bwana anaposti mapicha yale ambayo nilishindwa kuyaeleza. Na hili nilikuwa nimetoa indhari, maana yake wale wanaohusika wamtafute huyu bwana, anaonekana anafahamiana na Mheshimiwa Rais. Wamtafute, wamwambie toa hayo mapicha mtandaoni, ni mapicha binafsi sana, hayalindi heshima ya Jamhuri ya Muungano. Lakini bahati mbaya nadhani, kwa sababu mimi nilikuwa nimesema wanahabari wakabidi wachukue maneno yangu kisha waende kuunganisha huko mtandaoni, anachosema Polepole ni kweli au ni uongo. Ndio wakaenda kule wakayakutanisha yale mapicha. Sasa nimeambiwa ili jukwaa la Jamii Afrika au Jamii Forum almaarufu, TCRA wamewafungia, pamoja na sababu nyingine ni kurusha maudhui yangu mimi nikisema mambo mawili. Moja, kuhusu habari ya mapicha haya, alafu mbili ni kuhusu habari ya kifo cha Rais Magufuli na safari yake ya mwisho kutoka Morogoro mpaka Dar es Salaam. Sikiza niwaambie, ninyi watu wa TCRA mlitakiwa mshauriane ninyi wenyewe serikalini ndani, alafu haraka sana mngemwambia Wikner atoe zile picha, umenielewa? Kisha mngewaambia Jamii Forum na nyitoeni.
lakini mngemkanya na weekend kwa utaratibu rasmi wa serikali asirudie tena tabia hizi za hovyo ambazo unaweza kufanya sebuleni kwako, lakini sio kwenye Ikulu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hilo moja. Mbili, mnasema mimi hizo habari hazijabalansiwa. Hazijabalansiwa. Okay. Wale wananisikiliza mimi nasema wameichukua kama habari. Nimetoa hoja. Unajua njia ya pili hoja inapotolewa ni wale wanahusika kutoa majibu, watoe majibu. Sio kwenda kumtisha mtu anayeuhabarisha umma kuhusu hoja. Tunakosea sana. Na mimi hapo zamani nimepata nafasi ya kuwa mtu wa kusema kwa niaba ya chama na mwenyekiti. Sikumzuia mtu kusema, sikumtisha mtu. Mtu aliposema na mimi nilikwenda nikajibu. Mtu alivyopotosha na mimi nilienda nikafafanua na kunyoosha maelezo. So rai yangu, toeni ufafanuzi kwa hoja ambazo zinaonekana zinapotoshwa na si vinginevyo. Hasa kitendo cha kwenda kuwafungia Jamii Forum siku 90, tuko katikati ya kampeni. Si ndio hii mnaita udikteta? Si ndio hii mnaita unyanyasaji na kuvunja kwa haki za uhuru wa kupata taarifa, uhuru wa kuweka maoni hadharani, na tuko katikati ya uchaguzi. Kungekuwa kuna consideration. Katikati ya uchaguzi ni kipindi ambacho haki ya watu kupata taarifa inatakiwa iwe juu kabisa. Sasa angalia mlichofanya. Saa hizi mnalazimisha watu watumie vitendea kazi kupata mitandao ambayo mnafunga. That is not a smart move. Mnapanda mbegu mbaya kwenye nchi yetu. Toeni ufafanuzi, msilete ubabe. Lakini kama haitoshi, mnaenda pale Jamii Forums na magari kadhaa. Sio mbaya kupeleka barua moja, ingeweza kwenda hata boda au bajaji na mtu ana dispatch. Kasaini wito unaitwa. Sasa magari yamekwenda pale. Halafu mnalazimisha kuingia ofisini. Halafu haikuwa siku ya kazi. Halafu mnalazimisha kuingia kwenye maofisi moja moja. Why? What were you trying to get? Unajua kuna kipindi wakati Magufuli ni rais, kuliwahi kutokea matukio ya watu kuvamia vyombo vya habari. Katika watu waliumia sana, rais mwenyewe na uongozi wa Chama cha Mapinduzi ulisikitishwa. Na si mara moja. Ni mnajua hapa kitu mara moja. Yako matukio mengi ambayo tuliwakemea viongozi waache kutenda matendo yanayoashiria ubabe kwa watu. Unajua kwa sababu huwezi kufafanua kila kitu, lakini ukweli unabaki kwenye historia. Kwa mimi rai yangu, don't do this. Na nimesikia Arusha sijui kuna waandishi wa habari nao wamekamatwa kwa sababu ambazo pia yani ziko. Tusifanye hivi. Mimi nazo taarifa za mitandao ya kijamii ambayo imepigwa marufuku. Msije mkarusha habari kutoka kwa Polepole. Sawa? Lakini mnataka kuachieve nini? Wengine mnaambia na mnahonga watu kwamba usiporusha utapata hiki. Why? Na wale ndugu wananiambia, bwana, nisiporusha nitapata hiki. Na mimi huwa nawaambia, chukua hiyo hela kwa sababu kwa kweli chukua tu kwa sababu ni ya walipa kodi. Maana ukikataa ndio wakubagaze. Sasa angalia Jamii Forum anawafanya kazi sijui 10 miezi mitatu, sijui wataishije. Sasa hii inakuja kukutanisha na mama anasema yeye haongozi wanyonge. Mtu fulani kwenye ofisi binafsi pale ya rais
anamkosea sana Mama Samia, anamchomekea maneno fulani ya uongo na maneno ya kuchukiza kwa watu. Kumbukeni, hata kama hii siungi mkono hii kampeni, siungi mkono huu uchaguzi kwa sababu umeshatindingani, lakini awe anasema maneno ya uhalisia. Wanyonge, Mwalimu Nyerere alitafuta na wenzake uhuru wa Tanganyika na baadaye akaunganisha Jamhuri ya Muungano na Mzee Karume mwaka 64 ili kuwatetea wanyonge na kuhakikisha wanapata haki zao. Wanyonge ni wakina nani? Wanyonge ni watu maskini. Wanyonge ni watu ambao haki zao serikali isipowalinda zinapotea. Wanyonge ni makundi ambayo yako pembezoni. Wanyonge ni kiuchumi ni wakulima ambao hawana uwezo wa kupata mbolea wanapohitaji wakati wote, ambao bado wanalima kwa kutegemea mvua. Wakati tuna ziwa Tanganyika, tuna ziwa Victoria na tuna ziwa Nyasa na mito lukuki. Hao ni wanyonge. Wanyonge mama, wanyonge ni wamachinga. Hawa waliwafukuza hapa Mwenge, wakawapeleka kwenye kona ya kwenda Coca-Cola pale, halafu wakajenga soko likakamilika, hawakurudishwa ndani, wakawekwa mabwanyenye. Wale waliotolewa ni wanyonge wale mama. Mimi alikuandikia hotuba amekukosea sana. Alafu unajua itikadi ya Chama cha Mapinduzi ni ujamaa na kujitegemea, na imani ya CCM ibara ya 4 inasema binadamu wote ni sawa, uwe una nguvu au mnyonge. Sisi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika Chama cha Mapinduzi, sisi wote ni sawa. Ndio maana katiba inasema, ukisoma ibara ya 4 inasema binadamu wote ni sawa. Alikuwa anamaanisha wanyonge. Alafu kila mtu anastahili heshima. Mtu asiyekuwa na heshima, mnyonge, hakuna mtu anamsikiliza, kwa sababu mara nyingi hana pesa, kula yake ni kwa siku. Alafu ndio inaingia pale ujamaa na kujitegemea. Ndio jamii, ndio njia pekee ya kujenga jamii ya watu walio sawa na huru mama. Jamii ya watu walio sawa na huru. Kwenye jamii tukizungumzia usawa ni kati ya walio nacho na wasio nacho. Wasio nacho ndio wanyonge. Mama, wewe kwa asilimia kubwa ni rais wa wanyonge katika Tanzania. Lakini kuna huyu mtu anaandika hizi vitu vibaya, tutamtafuta, tutampata. Siku itakapofika naye anatakiwa achukuliwe hatua. Anakupotosha. Sisi tunajivuna tuna nchi ya kijamaa kwa sababu inasema msingi wake ni kujitegemea. Tunaowapambania wajitegemee sio mabwanyenye na matajiri. Tunaowapambania wajitegemee ni wanyonge, ili wawe independent, wajitegemee, wawe na uamuzi wa kuamua juu ya hatima ya maisha yao. Mama, wewe Mama Samia ni rais ambao wananchi wa Tanzania asilimia kubwa bado ni wanyonge. Nataka niweke hiyo vizuri mama. Ndio, ni muhimu sana. Alafu kwetu sisi Chama cha Mapinduzi, swala kutetea haki za wanyonge is an ideological question. Ni suala la kiitikadi. Unakumbuka mama, mimi nimehudumu kidogo chini yako kama katibu wa itikadi na uenezi na mwenye dhamana ya masuala ya kiitikadi. Chukua ushauri wangu. Ndio, kutetea haki za wanyonge iko katika moyo wa msingi wa itikadi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini mama, hata katiba ya nchi
hata katiba ya nchi inasema sisi ni wajamaa na itikadi yetu ni ya ujamaa na kujitegemea, halafu tukaitafsiri, halafu mama wasikudangani kuhusu ujamaa, kwa sababu kuna siku moja kwenye mkutano mkuu wewe kusema ifike pale na sisi tutafakari. Sasa tusiende huko, hakuna cha kutafakari kwenye itikadi yetu ujamaa na kujitegemea, na tumeutafsiri. Unajua kuna ule ujamaa wa asili, achana na ule wakina Marx, achana na ule. Baadaye nchi zilianza kutengeneza country specific context za itikadi, yani muktadha sawa wa kinchi kuhusu itikadi ya ujamaa. Ndio maana Mwalimu Nyerere akawa mfano namba moja ulimwenguni kuja na itikadi ya ujamaa wa Kiafrika, wanasema African Socialism. Na baadaye wa China wakaichukua ile, wakasema sisi ni wajamaa lakini wenye haiba na tabia ya Kichina. Kiingereza nasema socialism with Chinese characteristics, ujamaa wenye tabia na haiba ya Kichina. Hasa mle kwenye tabia na haiba ndio tunaweka vionjo na watu wa sekta binafsi wamo, lakini sekta binafsi isiyobagaza na kubananga watu. Umepata mama? Ndio. Na humu ndani tunaweka vyama vya ushirika, unaona, wakulima, mle ndani. Ndio hizi zinaitwa haiba na tabia ambazo ni mahususi katika muktadha wa nchi husika. Mimi si unakumbuka mama, ulinipeleka kule Cuba? Ndio. Na wao ni wajamaa lakini wenye Cuban characteristics, na wanaitafsiri kwa muktadha wa Cuba. Wanasema Cuba kwa muktadha wa Cuba. Kwa ni vizuri hiyo pia tukaifahamu mama. Usione aibu kuzungumza masuala ya haki, kwa sababu ni sehemu ya misingi ya ujamaa wetu. Tena ni kwa mujibu wa katiba, ibara ya 3 imefafanua, lakini pia ukienda ile mwisho kabisa, ile ibara ya tafsiri inasema ujamaa na kujitegemea maana yake, na nitakusomea hapa kidogo mama. Inasema maana yake ni misingi ya maisha ya jamii ya kujenga taifa linalozingatia demokrasia. Kwa mfano demokrasia kuna mtindinganyo hapo, umeelewa mama? Kuna watu wamefungiwa wasifanye mikutano, halafu kuna vyama vimetengenezwa, halafu CCM iko kwenye kampeni yenyewe. Kwenye demokrasia kikatiba tumetindinganya mambo. Halafu 2, kujitegemea. Hii biashara ya kutegemea misaada kutoka nje ni udhaifu mkubwa, ni udhaifu wa kifikra na kimaono. Sisi tunapaswa kusimamia itikadi yetu, kujitegemea. Kujitegemea chakula, kujitegemea ajira, tunatengeneza bidhaa mbalimbali tutengeneze hapa. Hakuna sababu ya kuagiza manguo kutoka nje, kwa sababu tunalima pamba, ichakatwe hapa, itengeneze nyuzi, itengeneze nguo, zitauzwa pona mama. Hizi zinatoka hapa, tutavaa. Kule Kuba, utanisamee mama kutolea mfano wa kule, siongee yale mambo ya asili. Wa Kuba wote, karibia wote wanavaa wayawera. Wayawera ni nguo yao rasmi, wanavaa Kuba. Mimi sisemi waanze kufukunywa hapa mchakato wa kuvaa nguo, hata mkivaa vitenge ni sawa tu, lakini nataka kusema kujitegemea ni msingi. Kopa isiyokuwa na utaratibu inatuondoa kwenye msingi wa kujitegemea. Tukope kwa malengo, kwa uwazi. Msingi mwingine ni uhuru. Uhuru wa kwenda kokote unakotaka. Sio mimi najiuzuru leo mama kwa sababu nakupenda nikasema mimi nijiuzuru ili niweze kukuambia ukweli. Najiuzuru leo, kesho kutwa
watu wamevaa ninja wamekuja nyumbani kwangu na bunduki na magari na pingu. Siku iliyofuata wameenda kwa dada yangu na magari mengi na wamevaa ninja na bunduki nzito nzito na mabastola, wakamteka dada yangu. Hiyo nimejiuzuru tu. Uhuru. Saizi asikudanganye mtu mama, wananitafuta. Wewe hujatangaza nitafutwe, lakini wananitafuta. Sina hakika kama umewaambia pembeni. Wananitafuta balaa tu. Nimejiuzuru, naweka maoni yangu hadharani. Kwa nini unafanya hivi? Unavunja katiba kwenye msingi huu wa uhuru. Halafu nyingine mama, haki. Unajua hata uongozi wa Chama cha Mapinduzi msingi wake ni haki na kuheshimu watu. Haya mambo mawili. Haki. Msione aibu kuzungumza haki kwenye kampeni, ndio ni asili ya Chama cha Mapinduzi. Kingine mama, usawa. Ndio wanyonge wanapokuja. Usawa. Usawa. Tunapozungumza usawa, tunawagusa wanyonge wasio nacho, ambao ndio kipindi hiki pia wale wanakusikiliza ni wanyonge. Ndio wanyonge. Usione aibu kujitenga na wanyonge. Mama Samia, usione aibu kujitenga nao. Usione aibu. Ndio. Hata huu uchaguzi umetindinganya kimsingi, umebagaza na kubananga wanyonge, kwa sababu wewe una nguvu na kundi la mtandao. Kwa ni bahati mbaya sana. Mimi ninasikitika. Saa ingine naona aibu, kwa sababu hatukupaswa kufika hapa. Msingi mwingine mama wa ujamaa ni udugu. Udugu. Ndio, udugu. Sisi wote, ndio neno lile wa jamaa. Jamaa yangu huyu, ndugu yangu, sisi wote ni ndugu. Sisi wote ni ndugu. Wote. Jamii moja ya Tanzania. Na mwisho ni umoja wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano. Hapa kwenye umoja ni pakufa na kupona. Ni muhimu sana mama, ili kuimarisha umoja wa Jamhuri ya Muungano. Wakipatacho wa bara wakipate Wazanzibari, hata kama mambo ya maendeleo sio ya muungano. Lakini mama, wewe umekuwa makamu wa rais, na unajua ofisi ya makamu wa rais inashughulikia mambo ya muungano. Inatakiwa hivi, ili huu umoja ambao ni msingi wa itikadi yetu na msingi mojawapo ya misingi mikuu ya nchi yetu, umoja. Haiwezekani mama, na leo nitakueleza hiki kitu, lakini ninakamilisha utafiti mzuri, nitakuambia kuhusu jambo la afya. Haiwezekani Zanzibar matibabu bure, halafu huku Tanzania bara wanalipia. Ile inaua umoja. Ni vizuri ukalifahamu hilo mama. Ndio. Kule bure, huku tunahangaika kuhusu bima. Na hiyo bima yenyewe umeona imekuwa yani ipo kama haipo, mara imefutika, mara imekuja, mara imeyumba, mara imekwenda ikadondoka chini. Ni uhuni. Ni uhuni ule mama. Na leo nitakueleza kitu kuhusu bima. Tulianza na wrong footing. Tulianza na mguu usio sawa. Ndio hata unapoondoka unasema unaanza na mguu sahihi. Sasa tulianza na mguu usio sawa, na nitakupa sababu mama. Mimi siungi mkono uchaguzi, lakini kwa sababu ni kipindi cha kuzungumza, wacha tu tutaendelea kwa tunazungumza. Kwa hiyo niliona nianze kwa maana hiyo. Watu wasitishwe katika nchi yao. Sasa hivi watu wanaishi kwa hofu, wanyonge, kwa sababu hawana mbavu ya kutembea nyuma yao inawalinda. Watetee watu hawa mama Samia.
usi kwa sababu wewe bado rais wetu, na ninaamini kwamba bado tutajenga uelewa wa pamoja na kuweka mwafaka wa kitaifa kabla tujaenda kwenye uchaguzi. Lakini nikiona mnazidi kupiga moto, nitajua wewe huwathamini wanyonge na mabafu. Unajua hata Mwalimu Nyerere alisema bwanyenye huwa anaogopa akisikia wanyonge wanakutana. Wanyonge wanakutana, wanaongea nini? Mwalimu Nyerere, baba yetu wa kibinadamu wa taifa la Tanzania, anaunga mkono uhalisia na dhana ya kuwatetea wanyonge. Usijitenge tena na hili jambo, usijitenge tena. Nakwambia kwa unyenyekevu na heshima, usijitenge tena. Lipo katika msingi wa kwa nini tunaitwa Tanzania, mapambano ya kuondokana na unyonge. Sasa leo ndugu zangu, niseme kwa uchache chap. Yule bwana wa nishati alieleza mambo kadhaa, na mimi nikasema nitumie fursa hiyo kufafanua mambo madogo. Sitaki kuendelea na mjadala sasa hivi, na hii itakuwa mara ya mwisho, sitaongea naye tena. Lakini huyu bwana ana fikra za kibwanyenye, ana fikra za kibeberu, ana fikra za kibepari. Mtu wa namna hii, hata kama anafanya vitu hapa Tanzania, havitalinda haki, havitalinda usawa, havitalinda utu wa watu wetu. Lakini tutakapokuja kutazama haki ya Watanzania, atatubagaza tu. Huyu anasema sera za Mwalimu zilikuwa zimeshindwa. Sera za Mwalimu zimeshindwa? Mimi sikujua sera za Mwalimu zilishindwa. Unajua sera moja ya Mwalimu ndio inafanya tunaitwa Tanzania, na tuko tofauti na dunia nzima. Tuna makabila zaidi ya 126, lakini tunajivuna kuwa Watanzania. Unasema sera za Mwalimu zilishindwa? Anasema Mwalimu serikali ilihodhi uchumi wote. Wewe ni mwongo. Babako alikuwa mfanya biashara, anachukua vitu hapo Tabora, anapeleka Kagera, anaenda kuchukua Kagera, anarudisha Tabora. Igunga, anatoa Igunga, anapeleka Mbeya, anachukua mahindi Mbeya, anaenda Dar es Salaam. Ile ilikuwa nini babako alikuwa anafanya? Na yale magunia mlikuwa mnapakia viazi, si vitunguu, ile mlikuwa mnafanya nini? Mlikuwa mnafanya mambo ya NGO? Mlikuwa wafanya biashara kwenye serikali ya Mwalimu Nyerere. Unasahau kwa sababu wewe ulikuwa unapata, unakula. Baba yako tajiri, na mimi naunga mkono matajiri kimsingi, lakini matajiri wenye utu. Ndio maana hata ulikuwa ukumbuki kwamba mlikuwa mnafanya biashara na mkinufaika kipindi cha Mwalimu Nyerere. Baba yako alikuwa mfanya biashara, hata wewe ujanja wa biashara umejifunza kwa baba yako, umetuambia. Sasa hii dhana ya kumbagaza Mwalimu kwamba sera zake hazikufanya kazi ni uongo mkubwa. Mwalimu ameondoka kwenye nchi hii, tuna viwanda zaidi ya 400. Viongozi fulani wakavibagaza vyote. Mwalimu ameondoka nchi hii, tuna shirika la ndege, wahuni wakabagaza vyote. Mwalimu ameondoka nchi hii, tuna benki kubwa ina ukwasi, wahuni wakabagaza yote. Unajua Mwalimu amekuepo hapa, elimu ilikuwa bure. Afya unasahau, mimi sijui ulisoma wapi. Mwalimu amejenga mabwawa ya kuzalisha umeme ya maji. Mwalimu ameboresha reli
amejenga from zero reli ya TAZARA kutoka Dar es Salaam mpaka Kapilimposhi, tena kwa mkopo concessional wenye masharti nafuu kabisa. Tuliukopa mwaka 60, mwaka 64, 65, 66. Tumeumaliza kulipa 2002. Sio hizi mambo za sasa hivi, kidogo tuna mambo ile sio sawa. Bwana, mimi simsemi tena Magufuli jamani, si ndio? Kwa sababu kila mtu anajisemesha maneno afu Magufuli hayupo hapa kujibu. Umeelewa? Kwa kwamba Magufuli alikusafisha, alikudani uongo, na sisi tulifanya kazi na Magufuli. Hayo sio maneno Magufuli alisema kuhusu wewe. Mimi ndo nakwambia sasa. Mimi ndo nilikuwa nafanya naye kazi pamoja na watu wengine waliokuwepo. Mimi najua kidogo ulitubagazia mambo yetu ya chama pale, ilibidi tukuweke sawa ili mali za chama urudishe. Mbona iko wazi? Mimi shida yangu bwana, ukipindisha ukweli ninakuja tunanyoosha. Iko wazi. Alafu sio alikupigia simu bwana, njoo bwana, wewe ni mtu mzuri. Huyo sio Magufuli tulifanya naye kazi sisi. Sisi tunajua namna ulivyowekwa sawa, ndio sisi tukapata vitu vya Chama cha Mapinduzi. Viko kwenye record pale. Kuhusu makaa ya mawe mimi nitasema story moja. Na napenda nitoe rai kwa wasomi wa nchi hii, wanasheria, pendeni nchi yenu. Ipendeni nchi yenu. Ipendeni nchi yenu. Mwalimu kitandani anakaribia kukata roho alisema, rai anawaachia Watanzania, ipendeni nchi yenu kama mnavyowapenda mama zenu. Gazeti la African Confidential limeeleza hizo habari zote. Ni gazeti la kiuchunguzi, very credible. Na hapo serikalini inafahamika. TANCOR ilikuwa inawabia wawili serikali na Intra Energy Corporation ya Australia. Iliingia 2011 kipindi cha Mzee Kikwete. Waliingia wakaweka masharti yale ambayo yana kila harufu ya ufisadi. Ndio maana serikali inasema sisi tunataka 30 tu, wewe chukua 70. Unajua kabisa kuna watu hapo walikatiwa fungu. Wanafanya kazi. Baadaye yule bwana anafanya biashara, halipi. Unajua hizi mashirika haya, hawa wawekezaji wengi kutoka nje, wengi mpeche tu. Tunawatafutaga kimagumashi. Wanakuja hapa mitaji mpeche. Mnielewa? Halafu wanajinasibu kama wafanyabiashara wakubwa. Akishaona bwana Igoma lishakuwa namna gani, amekula hela kuliko kuzalisha, kwa sababu interest yao sio kuzalisha, ni kuhondomola. Yaani kuhondomola ni kula katika kiwango ambacho unapeleka hadi kwenye macho na unaamini unaendelea kula. Wakati mdomo ni uko hapa tu. Tukasema wewe usitufanyie mchezo. Halafu siku nyingine tutazungumza kitaalamu hapa. Kuna dhana moja na uhalisia wa kitu kinaitwa transfer pricing. Ndugu yangu, haya ndio umekuwa ukifanya kwenye kampuni zako. Transfer pricing. Siku hizi tunaweka sheria. Lakini kwa nchi kama zetu za Afrika zenye ujinga huu na bado kuna ukoko kichwani, nyinyi ndio mnatupiga kwa kutumia akili za nje. Transfer pricing, kuna bei unajiuzia mwenyewe ti. Mwisho wa siku faida unapata wewe, anayeumia anayepata huduma mwisho wa siku unawadhulumu. Linafahamika. Mimi nasema transfer pricing. Leo natoa ujumbe kwa ajili ya wale wasomi,
ambao wanafahamu mambo haya, mchezo wa transfer pricing has been at the center of most of your businesses. Magufuli ya kukubalia huo ujinga? No. Ulisubiri Magufuli amefariki Novemba, ngaka ukaichukua kwa bilioni 2. Bilioni 2 kweli? Alafu unasema nimekwambia uliniubia Intra Energy Corporation Australia na Tancor. Kwenye investment law, kwenye sheria ya uwekezaji, kuna kitu kinaitwa first right of refusal. Yaani iko hivi, mimi na mtu fulani tupo katika ubia kwenye kampuni kwa 50%. Siku moja yule mtu fulani akaona asiendelee na hii biashara. Akasema, bwana we, hisa zangu naziuza kwa mtu. Wewe hutaki tena tuendelee kwa pamoja wapia? Na mimi sitaki. Sasa kwenye sheria ya uwekezaji, investment law, first right of refusal inasema mimi ninayebaki kwenye kampuni nina haki ya kusema usimuuzie yoyote, niuzie mie. Hiyo haki waliitumia serikali, wakamwambia Intra Energy, hapana, huwezi kumuuzia yoyote hata kama ni kwenye soko la hisa, kwa sababu wewe ni mbia wetu hapa, hisa ziko hapa, sisi pesa ya kukulipa tunayo. Na inarudia tena, wacha wanihukumu, ila iko siku atakuja rais anayeamini katika haki na mwenye uchungu na mali za Watanzania, atafuatilia jambo hili na haki itasimama. Maelekezo yakatoka, kwa sababu huwezi kulipa hela ya serikali bila mamlaka kujua. Wakaambiwa hapana, haeni mzungumze na huyo jamaa. Tangu kachukua mwenyewe juzi kasema bado tupo kwenye makaratasi, ununue mgodi mwaka 2021 mpaka leo mwaka 2025 upo kwenye makaratasi. Hayo makaratasi yamejaa kontena. Acha bwana, acha bwana. Alafu unadanganya watu sisi hatupendi matajiri. Sisi tunapenda matajiri. Ndio maana hata kwenye mipango yetu tunasema lengo letu moja ni wealth creation, kuzalisha utajiri kwa watu wetu. Tusichotaka sisi ni matajiri wapiga dili. Hicho ndio matajiri wapiga dili, comprador bourgeoisie. Hao ndio tuwataki. Acha bwana, acha. Eti hatupende wawekezaji wa ndani, huo ni uongo. Unajua kati ya mwaka 2015 mpaka mwaka 2020 ndio tulijenga masoko ya dhahabu, ambapo wachimbaji wadogo wadogo ndio walituongezea volume ya dhahabu hapa Tanzania, sio makampuni makubwa. Mengi yalikuwa yanatuibia, yanatangaza hasara, lakini wachimbaji wadogo ndio wawekezaji wa msingi. Na wako wawekezaji wa hapa Tanzania tunawapenda na tuna jukumu la kuwatia moyo. Hatutaki wawekezaji comprador. Mnakuja hapa mnacheza cheza, mnakwepa kodi. Acha bwana. Kwa hatupendi matajiri wapiga dili ambao wanawabananga na kuwabagaza wanyonge wa nchi yetu kwa kuto kuwapa haki zao, mnielewa, kwa usawa unaostahili. Alafu wanyonge wanabaki wapenzi watizamaji katika maendeleo ya nchi yao. Wachache wanafanikiwa, matajiri wananunua magari tunayaona kwenye sinema, ambayo hata kwa barabara za Dar es Salaam hayawezi kupita vizuri. Hata ukiuliza, nyinyi mnanunua hii gari, pesa mmepata wapi? Kwa sisi na watu wanyonge wale wanabaki wapenzi watazamaji mtandaoni. Bwana
ana Rolls Royce. Mimi nakumbuka Rolls Royce bwana, ile ya mwanzo ilikuwa iko makumbusho pale, ilikuwa ya Ikulu, Mwalimu Nyerere alikuwa anaitumia. Lakini sasa ziko pale, wanazo wengi, nyingi tu huko Masaki, tunakubali, lakini tunaomba kujua una biashara gani? Mfanya biashara asiyetaka kudisclose pesa yake anapata wapi? Huyo ni mtu mbaya, hata kodi halipi. Hana tuzungumzia habari ya Labour Party. Bwana, mimi ndo mzee wa itikadi mstaafu. Mradi wa Labour Party mwaka 95 kwenda mwaka 97. Tazama, Uingereza ni nchi ya kibepari, inasema toa ujamaa. Ujamaa maana yake nini? Matibabu bure kwa wote, elimu bure kwa wote, huduma nafuu za usafiri na usafirishaji, pembejeo kwa wakulima kwa bei nafuu kabisa. Huo ndio ujamaa. Sasa wewe unajivuna wakaondoa ile Article 4. Article 4, wale mabeberu wakoloni tu wale, hata kesho wakoloni wale. Sisi ujamaa ndio mlinzi wa mtu mnyonge. Nilifurahi uliposema wewe ndio ulishauri Mkapa kuhusu bima, nikasema astaghfirullah. Kumbe ni wewe tena. Kumbe ni wewe tena. That is very sad. Ndio maana tuna shida. Samahani kidogo mtinge yao. Ndio maana tuna shida, kwa sababu wewe ndio ulishauri vibaya. Sisi tunatakiwa tukipata fedha kwenye kodi, kwenye madini, kwenye utalii, zinagawanywa zile, Watanzania wenye nchi yao wanapata matibabu bure au kwa bei ya chini. Ndio Cuba wanafanya hiki, watu wanaojitambua. Sisi tunahangaika mpaka leo, bima sijui kifurushi, mtafanya vifurushi mpaka sandarusi, kwa sababu hamko serious na ustawi wa watu wetu wa Tanzania. Siku moja wa Tanzania, Mungu huyu tunayemwamini, Mungu wetu wa mbinguni, kupitia Watanzania hawa atajiinulia kiongozi atakayetambua swala la afya ni jukumu la serikali. Na sehemu ya msingi wa ujamaa. Mama, kingine chap, huyu jamaa pia atakudanganyeni ndugu zangu. Anasema mtandao wakati wa uchaguzi baada hapo unaisha. Muongo. Mtandao, wanatengeneza mtandao, kila mtu anakuja na watu wake, wanavuruga taratibu za chama, wanatindinganya taratibu za chama, wanaleta vurumai kwenye chama, kisha wanapata ushindi, wanakishika chama maskini, wanakiweka pembeni, alafu wanakaa wao, wanapangana safu. 2005 mtandao uliposhinda, Rais Kikwete, waziri mkuu jamaa yake Lowassa, spika jamaa yao sita, mzee wa pesa za Chama cha Mapinduzi Rostam Abdulaziz. Wewe ndugu yangu, wewe usifanye hivi. Na ndio imekuwa mchezo wenu, mshinde uchaguzi kwa kuiteka CCM ili mkabagaze rasilimali zetu. Na ndio maana skendo zote mnahusika nyinyi, kutoka mwaka 97, 98, 2007, 2008, skendo zote nyinyi mnahusika. Hata katiba, mchakato wa katiba, nyinyi mnahusika kuvuruga kundi la mtandao ili nini? Msidhibitiwe kikatiba. Mimi nilikuwepo, najua.
Kwa vyama kama CCM, mtandao ni sumu, sumu, na CCM mnajua. Saizi wamepanga mtandao, wabunge wote wanazunguka wanapanga wabunge, wanapanga madiwani. Uhuni. Hilo halilindi maslahi ya CCM na halilindi maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi sikubali. Anasema tutoe maoni. Unajua kila mtu ana haki ya kutoa maoni. Wewe unatoa maoni, unatengenezewa kipindi, anakuhoji mtu mzito, anakuacha, hakugongi maswali. Kimsingi huyu ndio alikuwa anamuongoza yeye. Yaani mhojiwa alikuwa anamuongoza anayehoji. Wewe una uhuru na TV zinakupa nafasi, unazungumza, unaweza kutabagaza watu wengine. Wenzako si tukiongea tunakuja watu wa ninja wanatufuata. Kwa mchezo nini wewe? Wenzako si tukiongea wanapotea watu. Na kuna tukio ambalo ninataka tutafakari zaidi. Mimi kwenye familia yangu kuna tukio la pili limetokea, tumeliripoti polisi. Lakini mimi nakutizameni, na mimi nitaendelea kumlilia huyu Mungu asiyeshindwa, yule ambaye ameandikwa kule kwenye Kutoka 14:14 nafikiri, yule ambaye anatupigania sisi tunakaa kimya. Haki itapatikana. Haiwezekani sisi tukisema mnatubananga, mnatubagaza, mnataka kutupiga, mnataka kututeka, mnazuia watu wasizungumze. What is this? Hivi mwalimu angekuwepo leo mngefanyaje? Of course uenda mngembananga pia. Nilisahau hapo ile story ya mzee Wasira bana. Siku ile mwalimu akaanza kusema huyu mzee mpuuzi sana, mpuuzi. Kumbe mwalimu kasimama nyuma yake. Sasa wale watu wako mbele, wasaidizi, wanashindwa kumwambia. Akajishtukia, kageuka nyuma hivi, anamwona Mwalimu Nyerere. Hii kipande sikumalizia. Unaambiwa alielekea jikoni. Yaani jikoni kule, alitokomea jikoni akatafuta. Yaani ruti moja kimoja, hakurudi tena mpaka mwalimu anafariki. Afu tena mzee Wasira, unisamehe, wewe ndio umeanza kumchokoza. Umejua mwaka 2015 wakati Magufuli anafanya kampeni, mimi nilikuwepo. Alivyoenda Msoma, si amepita ile njia akapita Bunda pale. Bunda alafu akaenda Msoma. Kwenye chama wakamkata Esther Bulaya, Esther akakross akaenda Chadema. Ukapewa wewe kwa sababu ya uswaiba. Si ndio? Na Mzee Kikwete. Ndio. Wewe ukaanza kulazimisha unataka kumuona Magufuli. Magufuli wakati wa kampeni alikuwa ataka kuongea na watu. Ikimaliza kampeni anajifungia chumbani. Wewe ukalazimisha, akakuheshimu kwa umri wako. Ukaenda kumuona. Unakumbuka maneno ulizungumza na Magufuli pale Msoma? Niwaambie watu nisiwaambie? Niwaambie watu, mimi sinajua. Niwaambie watu nisiwaambie? Ngoja mimi siongee na wewe. Ngoja nikwambie ninyi watu. Sikilizeni. Mzee Wasira akamwambia Magufuli, bwana, mimi nimekuja kukuambia, nataka nikusaidie, kwa hiyo niteue mimi kuwa waziri mkuu. Magufuli akasema, babu vipi? Yaani saa hizi hata hatujashinda uchaguzi, anataka tuanze kugawana vyeo. Alafu Mungu asipokuwa Abduli, Esther Bulaya akambagaza, akashindwa, Esther akawa mbunge. Sasa unakuwaje waziri mkuu ushashinda ubunge? Acha hizo bwana, usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Huku kwenye zile hoja zake nadhani nimemaliza. Kwa hiyo ninafanyia kazi vitu viwili. Ninafanyia kazi jambo la afya. Nimechambua kwa kina jambo la afya, ndio kwa kina kuonyesha namna gani tunaweza tukapatia huduma za afya watu wetu kwa gharama ndogo sana kutoka kwa wananchi. Na sio kwa nini tunazunguka bila sababu ya msingi. Sasa nimalizie story moja hapa ya mwisho. Kwa hiyo tutazungumzia afya, tutazungumzia bandari, ndio. Kwa wiki hii mjipange, wiki ijayo itakuwa nondo ya mtindo wa shule hivi kuonyesha matatizo ambayo yametengenezwa kwa makusudi. Kwa mfano bandari ya Dar es Salaam, uwekezaji pale, anakuja mwekezaji, ana visenti kidogo, anapewa kwa miaka mingi. That one is not acceptable. Afya
tumewekeza fedha, lakini ukiangalia tija ya utolewaji wa huduma za afya kuanzia huduma za msingi, halafu tunakuja tunaangalia zile inaitwa huduma za kibingwa na bobezi. Ukichanganua vizuri, unagundua wananchi bado wanalipa karibia 30% ya huduma za afya. Hasa kama tuna trilioni 3 zinaingia kwenye afya na wananchi bado wanachangia zaidi ya trilioni. Iko vipi? Na hii trilioni wanachangia wananchi huwa inakuja kama inaondoka, inakuja kama inaondoka. No, tunatakiwa tuipange sekta ya afya katika namna ambayo huduma za msingi, kwa mfano, tunatakiwa baadhi ya vitu tuige kama wenzetu wa Kuba. 60% mpaka 70% ya dawa muhimu za primary healthcare, huduma ya afya ya msingi, zitengenezwe Tanzania. Penda usipende, ndio tunavyofanya. Si mlitupeleka nje tukapate ma exposure, ndio tunakwambieni ma idea. Sio hii tunapiga soga, watu tutakuletea ni bima. Ukisikiza bima ikoje, usanii mtupu. No, that is not right. I mean, sio usanii, lakini imetindinganywa. Nashauri kusema. Sasa, tuna dakika kama 9 hivi. Hasa, bwana, hii kidogo sikutaka kuisema leo, lakini nilitaka niwaambie kuhusu watu wengi wamezidi kuuliza Mama Samia ni kundi la mtandao, sio kundi la mtandao. Na mimi naomba niwape kitendawili. Kitendawili, semeza za mtege, kitendawili. Sasa, hivi unajua Magufuli alishawahi kutupatia kodi moja hivi ambayo ni ya kuisoma. Unajua Magufuli alitamka hadharani aliyemtaka kuwa mgombea mwenza wake. Unadhani kwa nini Magufuli alizungumza hadharani wakati tayari alishakuwa na mgombea mwenza na makamu wake wa rais? Unadhani kwa nini aliamua kutusanua kwamba mie nilimtaka yule? Sasa Magufuli, kama ulimtaka yule, huyu alikupa nani? Si mnanielewa? Kuna wagombea ambao walikuwa wameandaliwa na kundi la mtandao. Nataka uulize, wale wagombea wenza wao mnawajua? Na ilikuwaje Magufuli akamwacha mgombea mwenza aliyemtaka akamchukua huyu mwingine? Sasa wao tegua. Narudia tena, TCRA, acheni kufanya kazi nje ya professionalism. Msifanye kazi kwa mashinikizo, mtaharibu. Naomba nikukumbushe rai yangu kwa vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Tunzeni taarifa zote, kwa sababu iko siku inakuja ambapo wako watu watatakiwa kunyongwa, wako watu watatakiwa kufungwa jela muda mrefu, wako watu mali zao zitataifishwa, unielewa? Wako watu watafilisiwa, unielewa? Na wako watu watapigwa faini za kutosha. Sasa ili hilo liwe rahisi muda utakapofika, wewe ti kinafiki ila tunza taarifa pembeni. Ti kinafiki, taarifa tunza pembeni. Itakuwa salama kwako. Usije kusema sikukwambia. Unajua hii habari ya Jamii Forum wamefungiwa si na nini, haijaanza leo. Uongozi wa Mama Samia umekuwa unabagaza vyombo vya habari muda mrefu. Wataongea tu kinafiki. Sasa hivi tunaambia usitoe hii ama itakula kwako. Na mimi mwenyewe mwaka 2019, na mimi ndo nimeanza mwanzoni 2021, nilikuwa na YouTube channel yangu, nikasema acha nifuate sheria, nikalipaga milioni yangu ile na nini, naongea zangu kama hivi. Jamaa soka kaniwashia moto kwanza bungeni, kanzonga, kaitwa kwenye kamati ya maadili ya wabunge wa CCM, kaojiwa kwa mikwala, omba samahani tukusaidie. Nikadhamini ombe samahani? Mnanijua, mnanisikia. Yaani kukosea mkosee nini, afu samahani niombe mie? Pelekeni mbele.
ikitoka pale inakwenda kwa mwenyekiti wa bunge wa CCM, waziri mkuu Majaliwa. Waziri mkuu nikamtafuta, nikamwambia wewe unataka kunibagaza kwa mtindo huu? Basi alipiga samasuti moja ile, hakunihoji, akaipeleka moja kwa moja kwa katibu mkuu wa CCM. Katibu mkuu wa CCM ikatoa kwa mzee Mangula, nikaitwa kwenye kamati ya udhibiti na nidhamu, nikahojiwa, nikawaambia ninyi mnakosea, mnakikosea Chama cha Mapinduzi. Hasa kipindi kile, ukiacha kwamba nilikuwa naendesha shule ya uongozi ambao walikuwa haitaki, lakini kulikuwa kuna fununu kwamba serikali ya mama inashauriwa na yule waziri mkuu wa Uingereza, yule ambaye mzee wa nishati anaona kama anamsifia mtu wa maana. Yaani sisi nchi ya kijamaa, alafu anakuja mshauri bepari. Basi kama mtaka mshauri, mbona msiende Uchina? Kwani msiende Vietnam? Make hata taifa tajiri duniani ni China sasa hivi, ni China. Mimi nikasema huyu waziri mkuu wa zamani wa Uingereza hana sifa ya kumshauri rais wetu na serikali yetu. Ni mtu muovu, muuaji. Muuaji hawezi kushauri rais wetu. Sasa mimi nikampiga spana mtandaoni. Kosa kubwa. Kwa nini umemtukana waziri mkuu wa Uingereza? Nikasema hivi, nyinyi wazee hapa mnakaa mnanizungumza mimi kuhusu kumbananga bepari, beberu. Beberu anabanangwa. Beberu anabanangwa. Imperialist anabanangwa. Ndio anayetengeneza mikakati, anasuka mikakati ya kuwanyanyasa wanyonge wasiinuke tena. Nyinyi mnamgeuza huyu mshauri wenu. Nikawakatalia hoja zote. Sasa sitawaambia zote kwa sababu kule ndio tunaendaga, tuna hapa tutatoa siri. Yaliyotokea hapo mnayafahamu. Baada ya kusema haya, endelee kusisitiza. Moja, tujenge uelewa wa pamoja kuhusu taifa letu la Tanzania kipindi hiki. Tujenge mwafaka. Hii fursa tulokuwepo ni ya kujenga mwafaka kabla hata ya maridhiano. Maridhiano mshakwamana kabla ya uchaguzi huu. Msikubali kufanya maridhiano baada ya uchaguzi. Mtakuwa watu wa hovyo kabisa na hatujitambui. Hakuna kwenda kwenye uchaguzi mpaka maridhiano. Maridhiano baada ya uchaguzi ni wahuni tu wanaweza kututumia kiasi hicho na kutupuuza kiasi hicho kikubwa na kutokutuheshimu kabisa na kutudharau. Unaona uchaguzi, CCM iko peke yake kwenye uchaguzi. Iko peke yake kwenye uchaguzi. Na haijioni hata aibu. Bwana, hii itakuwa sio vizuri nikimwacha yule mtangazaji wa yule mwandishi mwandamizi alienda kusema habari ya gesi. Nataka nimpe moja. Hivi anajua kwamba sisi tunapigwa hapa Bongo na nchi nyingi za Afrika. Cuba, lita moja ya mafuta ya petroli na dizeli, lita moja ya mafuta ya petroli na dizeli ni shilingi 300 ya kitanzania. Bongo ni shilingi 3000. Asanteni na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Wiki ijayo uchambuzi bandari na